Mwalimu. Naam. Marafiki zangu wamekuja. Wanataka kujua nini maana ya Pasaka. Wako wapi? Hawa. Basi tawaweke pembeni nije nione. Hiyo. Marafiki, furaha iliyoje kushiriki nani katika mafundisho haya ya Pasaka. Tuombe. Asante Mungu, tunakushukuru kwa kipindi hiki. Mungu tutangulie, tupe hekima ya kujua kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Nataka kujua kuhusu nini juu ya Pasaka? Tulitaka kujua Pasaka ni sikukuu au ni mwili wa Kristo. Asante sana. Marafiki, ni furaha iliyoje kuona mmekuja kujua mafundisho kuhusu Pasaka. Pasaka ina mafundisho makuu mawili. Kwanza, Pasaka ni ukombozi wa mwanadamu. Ilikuwa Pasaka ya kwanza, ile ilikuwa ni Pasaka ya Wayahudi. Wayahudi walichukulia utumwa kule Misri, wakateswa, wakafanya kazi ngumu, wengine walipigwa viboko, yaani waliishi kwa shida. Baada ya hapo Mungu akamtumia Musa na Haruni. Mungu akawaambia wawaambie hao Waisraeli wachukue mwana-kondoo halafu wamchinje. Wakisha kumchinja, ile damu yake waipake kwenye milango. Watu wa Misri Mungu alimpa pigo Farao kwa kutumia hiyo damu. Sasa ule usiku malaika alikuja, alikuwa akikuta ile damu ilikuwa kwenye milango ya Waisraeli tu, lakini alikuwa akikuta ile damu anapita juu, hawazuru. Lakini akikuta kwenye mlango wa nyumba za Wamisri, anaingia, anaua kila mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo ndio hiyo Pasaka ambayo Mungu alitumia kutumia damu ya mwana-kondoo, akachinja damu yake, ndio akaipaka kwenye milango, ikawa ni ukombozi wa hao Waisraeli kutoka utumwani Misri. Sasa turudi kwenye Pasaka ya kwetu sasa, ambayo tulionayo leo. Baada ya miaka mingi, binadamu pia tumeendelea kutenda nini? Kutenda dhambi. Sasa Mungu akaona hawa watu kila akisema hivi tunakwenda hivi, akisema tunaenda hivi. Sasa akaamua kumtuma mwanae Yesu Kristo, ambaye kwa kawaida Biblia inasema yeye ni Mungu kweli, azaliwe kwa ajili yetu. Alifanya kazi miaka ile 32. Alipofikia umri sasa, wakati wake wa ukubwa, Mungu akasema ndio muda wake wa kufanya nini? Wa kuwa mwana-kondoo. Kwa hiyo ndio ikawa Pasaka yetu siku ile alipokamatwa kwa hiari yake mwenyewe, akajitoa mwenyewe kwa ajili ya ukombozi wetu sisi, mimi na wewe. Kwa hiyo Pasaka ni sikukuu muhimu sana. Dunia yetu inahesabu sasa hivi ni mwaka 2020 ngapi? Na 26. Na mwaka huo ndio inaanza ile Anno Domini, baada ya Kristo. Kwa hiyo siku ile alipokufa Yesu msalabani, ndio tukaanza miaka yetu. Hata dini zingine zinahesabu, yaani sisi tu miaka yetu inahesabiwa Kikristo. Umenielewa hapo? Ndio. Kwa hiyo Pasaka ni sikukuu muhimu ambayo inatakiwa kila mmoja amshukuru Mungu kwa sababu amemtoa mwana-kondoo akawa mkate kwetu, na damu ile inatutakasa. Ile damu ya Yesu, tunasema damu ya Yesu tutakasa kabisa. Sasa ule mwili wake ndio mkate. Yeye mwenyewe katika maandiko anasema yeye ni mkate wa uzima. Yeye Kristo ni mkate wa uzima. Katika Injili amesema hivi, mimi ndimi chakula cha uzima, na yeye ndiye njia na kweli. Kwa hiyo hapo ukifika kwenye Pasaka, unajua kwamba ni tendo kubwa sana la Mungu kutukomboa kutoka kwenye dhambi. Kwa hiyo Pasaka ni ukombozi, inatufikia dhambi, tunatakasika kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo Pasaka ndio maana yake hiyo. Nani mwenye swali kuhusu Pasaka tena? Nafikiri mtakuwa mmepata mafafanuzi
juu ya Yesu ni Bwana.